Leo kuna jambo nataka niliseme. Yani hili jambo nataka niliseme vizuri kabisa. Unajua hakuna kitu kigumu kama uaminifu. Na uaminifu huwezi kuutengeneza. Yani kama ulivyokuwa mdogo, ulikuwa mwizi, huwezi kutengeneza uaminifu. Uaminifu hautengenezeki. Uaminifu ni kitu ambacho mtu anazaliwa nacho. Yani kinazaliwa. Sasa kile cha kuzaliwa nacho ni mtu mwaminifu sana. Sasa wewe uko mkoani, unamtuma bwana Kevi, naomba nifikie sehemu fulani. Unanituma, naenda kwa uaminifu. Unanitumia mihela yako kwenye simu, naenda kwa uaminifu na kuchukulia hicho kitu na kutumia, unakuja kunipa shilingi 5,000, 10,000. Unajua maisha ya Dar es Salaam wewe? Unajua formula za Dar es Salaam? Dar es Salaam unaweza kuwa unaenda sehemu ya kutembea dakika 10 lakini ukatumia muda mwingi. Wakati mwingine tunatumia pikipiki ili kuwahi. Sasa wewe unamtuma mtu na tena yani kuna wengine bwana wanaitafutia baraa. Kuna mwingine anamtumia mtu milioni 7. Bwana naomba nenda Kariakoo, nenda kafanye kitu fulani. Mtu anaenda bwana, anakuja kumpa shilingi 20,000. Sio kweli. Kila mtu anakula kazini kwake. Umemtuma mtu ina maana umemwamini. Amekufanyia jambo lako. Mlipe. Uaminifu unalipwa. Ndio maana watu waaminifu ni wachache. Yaani unaweza kwenye watu 100 mkapanga mstari hapo, akapatikana mmoja au asipatikane kabisa. Sasa mimi Kevin Mabati ni mtu wa kuzungumza ukweli. Unanitoa kwenye ofisi yangu, naomba nifike sehemu fulani. Unafika, alafu unaniacha tu. Familia yangu inaishi vipi? Acheni mambo yenu bwana. Uaminifu ni gharama. Uaminifu ni gharama. Najua mtakasirika. Lakini uaminifu ni gharama. Lazima umlinde mwenzio. Kwa nini umeacha watu umemtumia yeye hela? Kwa nini umeacha watu umemtumia yeye akakununulie pikipiki, sio akakununulie gari, sio akakununulie nini, generator? Anakwenda maskini ya Mungu anaanza shughuli zake, humlipi. Unamwacha tu. Ila mkiibiwa ndo mnalia. Acheni mambo yenu bana. Kevin Mabati.